na mambo kama hayo. Anatuonyesha namna gani wababa wana play nafasi yao ya kuweza kuwalea mabinti zao, tofauti na baba sasa hivi. Mtoto anazaliwa, anakuwa, anaenda shule, muulize baba yake, binti yako yupo darasa la ngapi? Hajui. Binti yako kazaliwa mwaka gani? Hajui. Kuna vitu ndugu ya Best Mpambanaji anajaribu kutukumbusha, kumbe hata baba wanaweza akafanya malezi mema. Oyalalayai, kipande hicho cha kwanza anaanza kwa kusema mwana wane wanushinangide. Maana yake nani anamwonea binti yake huyo? Nani anamfinyafinya binti yake huyo ambaye yeye anampenda kwa dhati? Lakini kwenye melodi hiyo ya kwanza anatuonyesha namna ambavyo ngoma zao za Kinyiramba zinachezwa. Kwa hiyo ni rasmi kwa ajili ya Wanyiramba wote, rasmi kwa ajili ya Wanyiramba wote, wala Matogo wote, wala Punda wote, na namna huyo. Pelengoi, 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 mwanangu mile kumugongo. Pelengoi, 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 mwanangu mile kumugongo. Anasema pelengoi, pelengoi, mwana wanangu mile kumugongo. Maana yake nipe mbeleko wewe, nipe nguo mwanangu nimweke mgongoni, mwanangu nimbebe mgongoni, mwanangu nimtupie mgongoni, ni kuonyesha namna ambavyo alikuwa anampenda binti yake huyo. Kwa hiyo melodi ya kwanza inaishia kwa kutuonyesha namna alivyomlea binti yake huyo, na hivyo video yetu hii ina mtindo wa moja kwa moja ambapo ndugu yetu Best Mpambanaji yupo katika mazingira mawili. Mazingira ya kwenye gari, anamsimulia rafiki yake stori, namna ambavyo amemlea binti yake huyo, na namna ambavyo binti yake huyo alikuja akachukuliwa na majamaa, na namna alivyofaidika na kupata mali. Lakini pia katika melodi hiyo anatuonyesha amekaa kwenye moto usiku maarufu kama kikome. Amekaa kwenye moto, kikwao wanaita luganga. Wamekaa kwenye luganga, anawaelezea namna ya matukio na namna alivyomlea binti yake huyo. Kwa hiyo video yetu inaonyesha hizo scenes au hizo video mbili, ambavyo maeneo mawili ambayo ndugu yetu Best Mpambanaji anasimulia watu akiwa kwenye luganga, amekoka moto usiku, anawasimulia namna ya maisha hayo. Lakini ingine nimesema akiwa kwenye gari anaendesha, anamsimulia rafiki yake huyo, kipenzi kabisa. Maisha ni gani? Maisha ni haya, kwani ni gani? Hakuna Wana waishi nili mwana enu mugalo numupulile kulitu mwana huyu right kabisa. Baada ya kupata introduction kutoka kwenye kipande hicho cha kwanza, melody tamu kabisa ya nyimbo za kabila la Kinyiramba, pelengoi mwana wanengumile kumugongo, mwana wani shinangilia na mambo kama hayo. Nimesema video yetu hii ni ya mtindo wa moja kwa moja. Wale waliosoma masuala ya Kiswahili na masuala ya utunzi watanielewa ninavyomaanisha mtindo wa moja kwa moja. Hatuanzii nyuma tukaishia mbele, hatuanzii katikati tukaishia nyuma, tunaanzia mwanzoni, tunaenda mpaka mwisho wa stori yetu. Stori yetu, mtoto kazaliwa, analelewa, sasa amekuwa. Sasa tuone namna ambavyo tukio limetokea la binti yake huyo kuchukuliwa na watani zake hawa, watu wa Msoma, watu wa Mara. Tutaona huko, tusimalize kautamu. Kwenye melodi ya pili anabadilika kidogo, anaimba miziki ya kisasa, amepiga biti la kisasa, ameweka melodi ya kisasa ili na watu wa dunia sasa hivi waweze kuendana naye.
Melodi ya kwanza aliwalenga zaidi watu wa kwao, lakini melodi ya pili amebadilika kidogo, ili na watu wa dunia sasa, wazee wa mabongo mafleva, vijana wa Gen Z, Generation Z, nao waweze kumwelewa. Sasa video yetu inaanza kwa kusema huyu jamaa ameamka asubuhi, anamwangalia mwanaye mpendwa kabisa alomfundisha mambo mengi, amemsomesha na vitu vya hapa na pale. Anaamka asubuhi, amemkosa, amekuta hayupo, anasema nalaila kidauda mwane nalau umwana namuulia ayaya nalaila kidauda mbwane naila namlau mwana. Ameamka asubuhi, anatafuta mtoto wake hayupo, anasema nimelala njaa jana, ngonini anazalani ndampio, yani tumbo lina moto, halina chakula, anataka chakula apewe angalau maboga. Nzumpele Mungu nakina naliilai matogo, manake njoo nipe maboga, tumbo halina kitu tangu nilivyokula matogo. Matogo ni matunda ya Kinyiramba, matunda mazuri, ukiulizia utayaelewa. Kwa hiyo anaanza kwa kusema hivyo, binti yake huyo hayupo, lakini video yetu inafunguka kwenye melodi ya pili, inafunguka kwa vijana wawili wanamwita na kumharakisha sana binti yake huyo Mgalu ili wawai waondoke. Binti anaonekana kuchungulia, anarudi, anachukua kibegi, anakimbia kachang 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 kachang, anaenda anapanda baiskeli wojalalai, anaondoka na kumwacha baba yake kipenzi huyo akiwa amesinzia 444 akiwa haelewi chochote. Basi binti anaondoka, anabebwa na vijana hao, hatujui anaelekea wapi, lakini kumbuka wameondoka na baiskeli. Baba huyo anaamka, anaulizia majirani, enda pi nayita nagwainye na ugamana mukulu uwemana kitila manikengu nene mana anaulizia mana Kitila, mana Mukulu, mana Musengi. Hayo ni majina ambayo ni maarufu sana kwenye kabila la Kinyiramba. Anauliza majirani, wanamwambia binti yako amechukuliwa na vijana wawili, wameondoka na baskeli, wamepita direction ya huko. baba anasema mwanandama katoatia nolokinga, maana yake binti yake amepevuka, amevunja zizi, amekimbia. Basi wanaanza kuchukua mishale, wanachukua mishale, wanaondoka. Baba anavaa kofia wake na koti lake na fimbo, wanaanza kufuatilia miguu, nyayo za baiskeli alipoelekea binti yake huyo. Wanaondoka, wanafika sehemu, anasema Kamugulu Ntwale hapa pana maana mbili, mpenzi msikilizaji kabisa na mtazamaji wa video yetu nzuri inayoenda kwa jina la Mugalu. Maana ya kwanza na logic yake ya kwanza, Kamugulu Ntwale maana yake wametoka kule nyumbani, wanafuatilia nyayo za miguu, nyayo za baiskeli alikopita wale majamaa, alikopita binti yake. Kwa hiyo anasema Kamugulu Ntwale, maanake mguu nipeleke alipo mwanangu, mguu nipeleke alipopelekwa mwanangu kipenzi, mwanangu Mugalu. Kwa hiyo mguu huo walokanyaga wale jamaa na nyayo hizo za baiskeli zimpeleke alipopelekwa binti yake Oyalalayai. Lakini maana ya pili anataka kutuonyesha, kwa sababu alienda kwa miguu na yeye anatembea kwa miguu, na ukimwangalia vizuri mzee wetu huyu besti mpambanaji ana changamoto ya mguu wake wa kuume haujakaa sawa bini sawia. Kwa hiyo anasema pamoja na kamguu kangu kuwa kabovu, kamguu kanipeleke kwa mwanangu huyo. Mimi sipandi baiskeli, mimi sipandi gari, sipandi ndege, natembea kwa kamguu, mguu nipeleke alipo mwanangu. Kamugulu Ntwale, Kamugulu Ntwale, Kamugulu Ntwale, Kamugulu Ntwale, Kamugulu
yakinogeshwa kabisa kwa melodi tamu ya mtoto wa Kinyiramba. Nani anasema Wanyiramba hawajui kuimba? Nani alisema Wanyiramba hawajui kutunga? Nani alisema kwa Wanyiramba hakuna wasanii? Sasa na kuhabarisha, wapo tena kukoli kukoli kwingi. Oya lalayai, maisha ni haya haya, maisha ni gaya gaya, hakuna kabaya, kwani ni gani? Sauti tamu inaletwa kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa kabila la Kinyiramba. Oya lalayai, Donke Ita wanapunda bwana. Kwani ni gani? Maisha ni gaya gaya. Kama wazee walishakula punda, na sisi tulikula. Kama wazee walishakula huyo bwana msafirishaji wa mizigo, na sisi tulikula. Kwani ni gani? Nitapungukiwa nini bwana? Ndo asili yangu, najidai. Mbona kuna nyemba zinakula mwana mwe mwe, wengine wanakula kabdogi, wengine wanakula vipanya, wengine nyoka, chatu. Mbona wanajivunia na kabila lao? Kwani mimi ni gani? Mnyiramba mlapunda bwana, ndo asili yangu, identification yangu, najidai nayo bwana. Basi tuendelee na video yetu ambapo mega ya pili mzee wetu huyu anatuambia namna alivyopambana akiwa pori la Serengeti. Amepambana porini humu, kakutana na wanyama wakali, nyama kama chui, duma na wanyama wengine. Kwenye video yetu tumeonyeshwa hiyo jamii ya chui, na mzee huyo akiwa na vijana wake wakiwa na mishale, wakaanza kushambuliana. Anasema huko kwao kijijini kuna jitu likubwa kabisa, likubwa. Zamani hizo za kale, zamani za kale, kulikuwa kuna jitu likubwa linaitwa Limukizi. Mukizi alikuwa ni mpambanaji mzuri wa vita, alikuwa akitaka kupigana vita. Ikiibuka kijijini, wakiingiliwa na mashiru jamani, Kisukuma, wakiingiliwa na majitu kijijini, basi Limukizi ndo alikuwa mpiganaji wao mkubwa. Sasa wakiwa kule wakaanza kukumbuka Mkizi, kwa sababu wao wanajiona kama wanaweza kupambana. Aya aikoli alyo Mukezi liendi lityanelwa pia ukakutyanelwa nani muko kumuganga uyo kwamani goli tete. Kwa hiyo wakamkumbuka Mkizi, wakaulizana, huyu jamaa yuko hapa? Akasema hayupo, ameenda kuzindikwa. Mkizi ameenda kuzindikwa, wenda kutyanelo, weni tyanelwa. Akasema yuko wapi? Akasema kwa Manigoli. Manigoli ni mbibi moja, kazi yake ni kuzindika zindika, ni kuzindika 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 na kuzindikwa, ili basi wewe ukishazindikwa unakuwa mtu himara, mtu simati na mtu stronger na strongest. Kwa hiyo wakaona kama Limkezi alipo, wakaanza kuimba Limkezi Limkezi liendilityanelwa liendilityanelwa. Wakasema halipo, lipo kwa Manigoli, taneloke taneloke tanelo lianimu ten. Yani wameenda kuzindikwa, mama ya kupambana na wanyama. Sasa wakasema mwana neguma na tene, akaanza kuwapa nguvu, akawaelekeza. Kwenye video yetu inaonyesha ndugu yetu Blessy Pambalaji akicrawl, akitembea akijeda kabisa, amejikamafreji, amevaa matawi ya miti. Unaweza ukafikiri nikakaka kuona, nikadada kuona. Basi anaonekana pale anawanyemelea wanyama, kwa sababu hamna jinsi, lazima wafukuze ili apite mahali hapo. Anawaambia wanake, rusha Msengi, rusha, tusije tukamaliziwa leo tukafa. Kiula, rusha Mwananeguma natende kumalilikwa natende Kenule Kiguma natende kumali.
Maana yake rusha, rusha, rusha. Tusiporusha leo tutamaliziwa. Leo tunakuwa wahumuhumu, tunageuzwa kitoweo. Watoto wamerusha mishale na ikaonekana munimo huyo, nimo hilo, limnyama hilo linakimbia na kuachia njia, na wajamaa wakapita, wakapita. Kumaliligwa na ntende kino lekiguma na ntende kumaliligwa na ntende mwana neguma na ntende kumaliligwa na ntende kino lekiguma na ntende kumaliligwa na ntende